Hizi ni tabia tatu ambazo zitakufanya mtu hatari sana kwa mwaka 2026. Na kama unataka washindani wako wakutizame kule wakiogopa, ishi na hizi tabia tatu. Tabia ya kwanza ni delayed gratification. Delayed gratification maana yake nini? Delayed gratification maana yake ni mtu ambaye anawekeza kwenye vitu vya long term na kuachana na vitu ambavyo ni vya raha nyepesi. Sasa vitu vya raha nyepesi ni kama vitu kama kubeti, kunywa energy, kunywa soda, kuangalia vitu mtandaoni. Yaani mtu ambaye hasisimliwi na vitu vyepesi kwenye maisha. Mtu ambaye ana focus zaidi katika kufanya vitu ambavyo ni kazi ngumu, ni kazi zinazotaka energy kwa sababu zinaleta matokeo muda mrefu. Hiyo ndio delayed gratification. Kwa mfano, kuchukua shilingi 1000 ukaenda kununua hisa ukawekeza kwa ajili ya maisha yako baadaye, hiyo ni delayed gratification. Lakini kununua 1000 ukanunua sigara ukavuta, ukachukua energy ukanywa, hiyo ni instant gratification kwa maana ya raha nyepesi. Ukitaka kuwa mtu hatari ni lazima uishi. Hizi ni tabia tatu ambazo zitakufanya mtu hatari sana kwa mwaka 2026. Na kama unataka washindani wako wakutizame kule wakiogopa, ishi na hizi tabia tatu. Tabia ya kwanza ni delayed gratification. Delayed gratification maana yake nini? Delayed gratification maana yake ni mtu ambaye anawekeza kwenye vitu vya long term na kuachana na vitu ambavyo ni vya raha nyepesi. Sasa vitu vya raha nyepesi ni kama vitu kama kubeti, kunywa energy, kunywa soda, kuangalia vitu mtandaoni. Yaani mtu ambaye hasisimliwi na vitu vyepesi kwenye maisha. Mtu ambaye ana focus zaidi katika kufanya vitu ambavyo ni kazi ngumu, ni kazi zinazotaka energy kwa sababu zinaleta matokeo muda mrefu. Hiyo ndio delayed gratification. Kwa mfano, kuchukua shilingi 1000 ukaenda kununua hisa ukawekeza kwa ajili ya maisha yako baadaye, hiyo ni delayed gratification. Lakini kununua 1000 ukanunua